Happy Sabbath. Ni saa 10:10 na kwa hivyo nimeahidi ya kwamba by 1 hour tumemalizana. Kipindi chote kimeisha, ni wakati watu wa kurudi nyumbani. Kwa mambo yote nimepresent, maswali yameulizwa, yamejibiwa by 1 hour. Kwa hivyo saa 11 kamili tunastahili tuwe tuna wind up. Na nimeshukuru sana wazee, tumeona wazee wa imani. And I am so humbly for them. Nimenyenyekea sana kwa wazee ambao wanataka kuona mabadiliko. Na mabadiliko haichi tu yanaletwa. Mabadiliko yanaletwa na mageuzi. Hata Kenya yetu hii kama sio mageuzi hatungekuwa na multi-party. Na mwenyekiti alitumia wana analogy akawaambia the difference between John Mark and Paul ilileta mambo mazuri at the end. Mahali walimalizia wale ambao mnasoma nyaraka za Paulo anasema wengine wanamhubiri Kristo kwa hila. Wengine wanamhubiri Kristo sijui kwa nini. Lakini habari njema ni wote wanamhubiri nani? Kristo. Bora tu Kristo anahubiriwa. Kwa hivyo kugawanyika kwa Paulo na John Mark kulisababisha wadive sharply na mtu ambaye anaitwa Barnabas. Barnabas akasema bila John Mark siendi. Na Paulo akaamua sasa vile wamepati na Barnabas waje aende na Silas. Lakini wote walienda wakahubiri injili, mwisho wakakutana mbele, jina la Kristo likatukuzwa. Kwa hivyo CRBC sio mbaya vile ya kwamba sasa imekufa kwa sababu hiyo hawaendi mbinguni. Wacha wahubiri, Union of Churches, wacha wahubiri, wote kwa pamoja tukutane General Conference tukimraki Yesu mawinguni. I wish somebody say amen. Kwa hivyo nataka nisome a statement here. Sitaki kusoma mambo mengi. Nitawaonyesha Union of Churches ni akina nani wako tayari in the list. Kabla niwasome, allow me to read you this very simple statement. Inatoka General Conference Policy. Inasema the Union of Churches model reduces one administrative layer. Hii mfumo wa Union of Churches kuna kitu kimoja umepunguza conference. Hatuna conference. Hatuko na union, tuko na church, tukakuwa na Union of Churches, tukakuwa na General Conference. Kwa hiyo hakuna kitu kinaitwa conference. Hakuna kitu tunasaa kinaitwa conference. Kama kuna kitu tunasaa ni kanisa. Sisi kazi yetu ni kusaa makanisa. Sikiliza vile wanasema. According to the commission that recommended the change of 3 labor model church, Union of Churches and the General Conference, they said this model could save resources, allowing more money and energy to go into mission outreach instead of administration. Hii mfumo wa 4 labor model basis, tuwe na local church, tuwe na conference, tuwe na union, tuwe na division, Arabu General Conference. Wapendwa, pesa nyingi zimepotelea hapo, ambayo singeenda kufanya outreach, singeenda kufanya mission. Na kwa sababu hiyo sisi tuko na bahati ya kwamba we are going to reduce one layer ambayo ni conference. Hatuna conference, tuna local church, Union of Churches, then General Conference. How is it going to save resources? Kwa sababu hii ni report ya commission inasema hivi kutoka General Conference. Niliwaambia asubuhi ya kwamba conference tuko na departmental 11 ambayo wanasimamia kazi katika eneo hili la Central Rift Valley Conference. Tukienda Nyamira, tukienda Kericho, tukienda Central Kenya, tukienda Kenya Coast, tukienda South Kenya, tukienda huko wapi, wote ni 11. Arabu Union pia wako na 11 equivalent na sisi. Yule ukiona Stewards Director hapa ako Union, Women Ministry Director hapa ako Union, Evangelism Director hapa ako Union, Publishing Director hapa ako Union, Health Ministries ako Union. Kila idara
iko union. Swali, kazi gani madirector hawa wa union wanafanya? Tukiulizana kwa kweli, wako na territory gani wanasimamia? Abadali wa union, wa conference anakuja kanisani ya Girigiri, anahimiza wamama tuende kufanya kazi. Wa vijana anakuja hapa, anahimiza vijana tuende kufanya kazi ya Mungu. Mtu wa union utampata wapi akuje kumobilize watu wa Girigiri? Ana access, ana sehemu, kazi yao ni kukaa huko. That is duplicating of responsibilities. Badala ya kukua na hiyo mirorongo yote, tunapunguza moja, tunakuwa na moja ambayo ina act both of them. Ina combine yote mbili, na hiyo itakuwa budget ya kanisa. Na kwa research ambayo tumefanya, wale ambao wanatumia mfumo huu ambayo ni ya Union of Churches, siku 14 nitawasomea. Wamesema kule local church, saa hii tunapokusanya our combined, our trust fund, tunatukusanya tight 10%, na hiyo 10% yote 100% inaenda conference. Hiyo ni sheria ya Mungu, sio ya mwanadamu. Alafu kuna combined offering. Combined offering nayo inakatwa katikati, nusu inabaki kanisani, nusu inaenda conference. Washiriki wanabaki na kiasi kidogo sana, wakijaribu kufinyiria, wapange hii, wapange mahubiri, wapange development. Hiyo pesa inakataa kutosha, mpaka inabidi tena waingie kwa michango, na washiriki wanashangaa, na hii sadaka tunatoa inasaidia nini? Kwa wale ambayo wamebuni mfumo wa Union of Churches, kile tumepata, the percentage which remains at the local church is not the same percentage which remains here, because sisi tunatunza conference na tunatunza union, baadaye tunaenda kutunza general conference, which is a long way to travel. Kwa hivyo leo hii tutakapoanza sasa mfumo huu na mambo yaandikwe chini, tutengeneze percentage ya matoleo vile itakuwa inaenda to the higher organization, vile itabaki kwa Union of Churches for administration and what have you. Hayo mambo yote tutaenda kupanga ni sadaka, ni kiasi gani kitabaki kwa local church. Hata ile ambayo inakuja kwa Union of Churches at the level of administration, sio pesa yote itaenda general conference. Kwa saa hii Central Rift Valley Conference will remit to the higher organization 47% total, and we remain with 53% of the entire collection we collect from the local churches. Hii pesa ndio inaenda misara ya wachungaji, hii ndio pesa inaenda KRA, hii ndio pesa inaenda affordable houses, hii ndio pesa inaenda kwa nini ile tena pay as you earn. Mambo hayo yote, hiyo pesa ukiangalia hiyo 53% bado inakuwa kidogo. Ndio sababu makanisa yakikuja hapa, tafadhali conference tusaidie na msaada wa kujenga kanisa. Mara nyingi tumewajibu tukiwaambia hatuna pesa. Sio uongo, ni ukweli. Pesa zetu zikikuja, imagine 100%, tunabaki na 53%, 47 zinaenda. What do you expect? Mishahara ya wachungaji hawa wote, hiyo mambo yote nimetacha, kiasi ya kwamba tuangalie ni pesa gani inabaki, halafu iende kufanya kazi ya evangelism, isaidie kanisa ijengwe. Tunaambia washiriki wanapoomba msaada, hatuna pesa, na ni ya ukweli. Union of Churches, washiriki wakiwa waaminifu, vile tunakuwa waaminifu kila wakati, pesa yetu itaenda high organization ni kidogo sana. Actually, when we were remaining with 53%, we are about to remain with 70%. From 53 to 70%. Ikiwa tumebaki na 70%, hiyo pesa yote sio ya mishahara ya wachungaji. We are thinking of creating asina ya mambo mawili. And this is the core of the church. Number 1 is evangelism, mission. Pesa ambayo itakusanywa kwa washiriki lazima iende evangelism, na hiyo ndio concern ya washiriki wengi wanatuuliza. What plan do you have kwa mambo ya kuhubiri? Mission of Churches, kazi kubwa wamepewa wafanye sio ya kuwawanya viti.
Kazi kubwa wamepewa ni ya kuhubiri habari njema kwa ulimwengu wote. Kwa hivyo pesa nyingi tutaziweka kwa mission. Number 2, lazima tuwe na hazina ya development. Kanisa ikikuja kuomba msaada ya kwamba viongozi tunataka kujenga kanisa, tumeremewa, at least we have something to top up to the local church budget so that they can also develop. That is what we are thinking. Kwa hivyo hayo nimesema yametosha. Wacha niwaonyeshe hawa ni akina nani ambao wako mbele yetu, sisi tuko nyuma yao. As I stand speaking now, we have 14 existing union of churches. Na nitawaambia zinapatikana wapi. Ulimwengu wetu wote tuko na 13 divisions. Yaani ofisi za General Conference kwa maeneo siko 13. Yetu ni moja yao, inaitwa East Central Africa Division. Lakini katika East Central Africa Division hatuna union of churches. Na Mungu wa mbinguni akasema, let the crisis be in CRBC ili moja isariwe in the East Central Africa Division. Wale ambao wametutangulia, hii ni ripoti ya General Conference Yearbook 2024-2025. Number 1, division inaitwa Euro Asia Division. Euro Asia, meaning Europe Asia Division, iko na the following union of churches. Number 1, Belarus Union of Churches, it is a conference. Moldova Union of Churches, it is a conference. Far Eastern Union of Churches, it is a mission. It is found in Russia. Number 2, we have Inter-European Division, EUD. Inter-European Division iko na 5 Union of Churches. Number 1, Australian Union of Churches, it is a conference. Bulgarian Union of Churches, it is a conference. Italian Union of Churches, it is a conference. Portuguese Union of Churches, it is a conference. Lastly, Spanish Union of Churches, it is also a conference. And number 3, we have Trans-European Division. Trans-European Division iko na the following Union of Churches. Number 1, Danish Union of Churches, it is a conference. Finland Union of Churches is also a conference. Netherlands Union of Churches, it is a conference. And lastly, Swedish Union of Churches, it is also a conference. Total, they are 14, and now they are expecting soon and very soon. Tukifika 2030, because this is a proposal, we have made a proposal, na itaendelea kuangaliwa, itaendelea kuchunguzwa. Tukifika 2030, it will be voted at the General Conference session. Kulingana na policy yetu, vile natuelekeza ni ya kwamba it starts as a proposal, then in between they will come for kuiangalia investigation, ichunguzwe kama imetosha, kama itatosha, watatoa mapendekezo yao. Then ikikubaliwa katika the General Conference Annual Council, baadaye tukienda mwaka wa 2030, ule uchaguzi mkuu wa General Conference itakuwa voted into the sisterhood of other union of churches. And sasa itakuwa katika mapu ya ulimwengu ya kwamba katika Afrika tumebahatika kuwa na ya kwanza. Na wakati huo ninaambia watu kama wanafikiri ni mchezo, mimi ni mtu ambao ninafanyanga research. Itakapoidhinishwa, wakati other unions are attending the General Conference Annual Council, our president will also go to attend. That's the advantage. Advantage tulio nayo kubwa, Union of Churches, their presidents annually wanahudhuria ile mkutano mkuu wa kikao cha General Conference. Kwa hivyo we are connected with the world church. Mambo hii ya kupigana vita hapa chini tutayasahau katika kaburi la sahau. Maswali ambayo wazee waliniuliza na tumeyajibu, na ni vizuri yaeleweke kwenu, maana wazee waliuliza kwa niaba yenu. Na kwa sababu hiyo, you is good also you hear maswali hayo na vile yalijibiwa. Kuna swali liliulizwa hivi,
changamoto gani ilikuwa kwa hayo union or those hata union of churches ndiposa zikaanza. Tunahesabiwa ya 14. Hatuwezi kusema kila mmoja ni nini kiliwakumba ndiposa wakaanza, but the reasons are given generally ya kwamba these are the reasons why this union of churches walianzishwa, na reasons ama sababu ambazo zinafanya union moja ikaanzishwa haiwezi kuwa the same reason iliyofanya ingine ikaanzishwa. Kila eneo liko na changamoto yake. Kuna maeneo yalianza union of churches kwa sababu ya uchache wa washiriki. Kuna maeneo mengine yalishindwa kukua kugrow. Kuna maeneo mengine yalianza kwa sababu ya changamoto ya vita. Kuna maeneo mengine yalianza kwa sababu ya uongozi mbaya, wakashindwa kuelewana, wakaamua kujitenga, waende kuripoti to the General Conference directly kama hii yetu. Kwa hivyo sababu ni tofauti, sio sawa kila eneo mahali lilianzia walianzisha union of churches. Kwa sababu hilo ndio swali la kwanza wasee walikuwa wanataka kujua, what are some of these challenges zilifanya those early churches zikaanzisha union of churches. Kwanza wao ndio walikuwa kwa giza, abadali sisi tuko kwa nuru. Wao walianzisha wakati hii kitu hakijaidhinishwa na General Conference. Walipoanza kuungana pamoja kama umoja wa makanisa na kuanza kutuma ripoti yao General Conference, hakuna kitu kilikuwa kinaitwa union of churches, lakini walianza. Ndiposa General Conference ikakuja, ikawaangalia, ikawasaisa, ikaona ya kwamba hawa watu hatuwezi kuwapoteza, tuwahifadhi. Na njia ya kuwahifadhi, wacha tukubali mfumo wao, na ndio sababu wakaenda mwaka wa 2007 ikapitishwa officially katika kikao cha General Conference ya kwamba kiwe included katika policy zetu za kanisa. Number 2, what has been hearing our conference mpaka mumefika mahali mna form union of churches? Shida imekuwa gani? Na nikawaambia is a wrong story. Sio kitu ambayo nitaeleza vile nimesimama hapa nimalize. This is a genesis ambayo imekuwa ikigrow day in day out. Na kama kungekuwa na kusaidia, ingesaidiwa kitambo. Hii shida sio shida ambayo ingetufikisha mahali tumefika. Ingesaidiwa kitambo na ingeisha kitambo. Hata nyinyi washiriki hamungejua kuna shida ilikuwa CRBC, ingeisha na bila nyinyi kujua, kile mungeona ni kazi ya Mungu ikiendelea. Lakini kwa sababu ya vested interests, kuna mtu alikuwa anataka kutumia hii crisis kuachieve kitu fulani, kikaendelea kuchochewa kabisa, kiendelee. Badala ya kuleta watu pamoja tusameane, mambo iendelee pamoja, tunaendelea kutenganishwa. Kwa kila hatua tunatajaribu kupiga ya kukuja pamoja. Na kwa sababu hiyo story ya ni nini kilifanya mkafika hapa ni hadithi mrefu sana, na sina haja ya kusema. The genesis sana ilianza 2023. Kuna mambo ambayo sitayazungumza maana ni madogo, lakini mahali kilionekana kimekuwa kubwa ni 2024. By the way, 2023 December tulikuwa tumeenda break, inaitwa Christmas break, that is 2023. Na tulipokuwa tumeenda Christmas break, tukapata aliyekuwa treasurer wakati huo Elder Thomas Makori akituarifu ya kwamba walibaki kwa ofisi wakichunguza vitabu ama files za accounts. Akasema ametambua wizi ambayo umekula pesa ya conference kiasi cha milioni 4. Mwenyewe akatutangazia na kila mtu akashikwa na pumbasi ya kwamba 4 million we have lost, how? We need to know. Viongozi hawa wakuu wakashughulikia hilo jambo kwa huko ndani, waangalie ni nini kilichiri. Wakapata kuna accountant mmoja kweli kwa akaunti yake pesa zimepitia hapo milioni 4. Wakastibitiza siko hapo. Lakini swali kubwa, how can an accountant access the major treasury of a conference
without the knowledge of the treasurer. Miaka hii yote tangu 2017 around 20, from 2018 ati alianza kuiba from 2018 mpaka amekuja kujulikana 2023. How possible is this? Na wengine tulipoingia ndani as departmentals, mimi nikiwa stewardship, tukaanza kuuliza jameni, let us assess this. Ukiangalia signature zote za checks ambao zimepoteza 4 million ni za treasurer. Treasurer ndiye amesign pesa zikatoka. How comes anawekelea is junior ya kwamba ni yeye amepoteza? Alafu junior huyu ambayo ni accountant akasema ninakubaliana na hiyo milioni 4 imepotea na imepitia akaunti yangu, ni sawa, lakini ninaomba kama mungeitisha all the what we call M-Pesa statement ya accountant wote ambao wako kwa ofisi ya treasury. Tumia mamlaka yenu nyinyi kama executive committee, muitise statement za M-Pesa. Maana kuna pesa zilikuwa zinatolewa akaunti ya bank zinaingia kwa M-Pesa ya mtu binafsi. Unatumiwa pesa kwa akaunti ya kwa M-Pesa yako, unashitoa, mnakula na mkubwa. Akasema mkichunguza hizo ndio mtaniambia ni pesa ngapi mmepoteza kama conference. Hii milioni 4 hii ni mnaambiwa tu ni kwa sababu ni ya cheki. Ile ambayo imepotea kwa M-Pesa, can you try and see? Na tuliposikia kitu, unajua mwizi akikwambia jambo la wizi usipuuse. Mwizi akikwambia jambo la wizi ya kwamba ile vitu mnasikia vinapotea njia hii, usipuuse. Hebu msikilize, maana yeye ndiye anaelewa wizi vile inafanyika. Tukasema from the knowledge ya watu wa church board, executive committee ya conference, hatuwezi kuingia kwa ofisi ya treasury na tuanze kuambia wale accountant tupatie your M-Pesa statements. Wacha to employ something known as forensic auditing kwa ofisi ya treasurer. Hiyo tunaidinisha kama executive committee, tutume the forensic kwa hiyo ofisi ndiye chunguze hiyo vitu vyote, vile pesa ilikuwa inaingia kwa account ya conference na vile pesa ilikuwa inatoka kwa account ya conference, na ilikuwa inaingia kwa nani na nani na ni ngapi, ndio tupewe hesabu kamili. Elder Makori aliposikia ya kwamba we have opted to go the forensic way, akasema itawezekana. Hamtaweza kuingia kwa ofisi yangu liwe liwalo. Tukamuuliza kwa nini hatuwezi kuingia, akasema you cannot bring the world to my office. Au watu wa forensic auditing wanakuja kuanika kanisa na mambo kama hayo. Tukainsist lazima tuingie. Alipoona tumeinsist, akatuma report kwa union ya kwamba hapa kuna mambo yanaharibika, ninarashimishwa forensic auditing ingie kwa ofisi yangu. Na kiongozi wa union akaandika ujumbe kwa mwenyekiti wetu, akasema hebu achana na hayo maneno mpaka nitakapokuja mimi mwenyewe niyaone ni maneno gani hayo. Akatusimamisha tu kuingiza forensic auditing. Baadaye kuja kwake hakukuja kwa kutusaidia tuingize forensic, alikuja afunje kamati. Eti kamati imeingilia treasury, sasa anataka kuifunja, na kamati ikamlemea ikasema you cannot dismiss the entire executive committee, hatujafika uchaguzi mwingine, tuko hapa and this is a conference, na lazima hiyo auditing ifanywe. Na alipoona amelemewa akainua mikono akasema I surrender, nenda mkafanye vile mumeamua. Treasurer kusikia ya kwamba kiongozi wa union ameinua mikono na amesurrender, akaona ya kwamba wakiingia kwa ofisi yangu ile uchafu watapata itaniletea aibu kubwa. Akasema I better resign kuliko kuona aibu. Mwenyewe the following day, tulikuwa Sunday to executive committee, on Monday saa 2 kamili amesimama kwa ofisi na barua mkononi, I have resigned as a treasurer. Akapea mwenyekiti barua, akapea katibu barua, akapea ingine, na sisi tukaitwa kwa mkutano, tukaarifiwa treasurer ameresign. On which ground? Amesema personal reasons, ameenda nyumbani. Sasa kuenda kwake nyumbani hakuenda na usuri, alienda huko akaenda kuchochea watu ya kwamba kuna ukabila mwingi kule conference.
Yule Mkikuyu aliyechaguliwa aliletwa huko kufukusa Wakisii, amezani fukusa. Na watu wakaanza kuleta choto, hatutaki ukabila, mkaona video zinakuwa recorded, zinatumwa mitandao, kuna ukabila kanisani, hatutaki. Mosi ndio huo ulianza, na huku sima tangu siku hiyo, that was around 2024 January February. Mosi huo kaendelea mpaka mahali tumesimama 2025 saa hii. Haujawahi kusimwa, na hakuna mwenye alikuwa tayari kuusima. Badala ya kuusima ni kuongeza kuni, moto endelee kuwaka. Mwenye alianzisha hako nyumbani na aliresign, akaenda akaomba kazi Kabarak University anafundisha, lakini mosi na moto aliyowasha umewaka mpaka leo hii. Umeongeza mengine, mambo mengi sana wapendwa, mambo mengi sana ambayo hata kiongozi akasema no. Hata washiriki tulipokuwa huko Laikipia, tulipokuwa tunachaguliwa, walisema mambo kama haya yasitachwe miongoni mwenu, na yameanza tena kuonekana kwa ofisi. Kuyakemea yamefanya watu wengine waondolewe kwa ofisi kwa rasima. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ninaweza sema ni nini kimefanya mkafika mahali mmefika. Ni story ndefu, lakini kwa ufupi ni mosi na moto ulioanza kidogo kidogo umekuwa kitu kikubwa, lakini wa kuusima ndiye akashindikana. Sisi wenyewe tumejaribu. Mwingine akauliza ya kwamba conflict resolution, yani hamuna conflict resolution kama kanisa ambaye ingemaliza maneno haya. Wapendwa, hiyo iko. Mimi ni msomi sana, nimesoma our policy. Kuna S policy S inazungumzia conflict resolution, vile kanisa inastahili kusuluhisha mambo yao. Na nimekuwa ninakumbusha wazee na wamama mlio hapa kanisani. When I was growing as a young boy, nilianza kwenda uchaguzi wa kanisa yetu ya nyumbani nikiwa kijana tu. Hata kabla nioe, I was in a church board. Before I married, I was in the church board. Kila ninakumbuka SDA tradition, wase muniunge mkono ama munikataze, sio ukweli. Tukienda uchaguzi wa kanisa, tulikuwa tunachagua viongozi wote, idara zote ambao zitafanya maendeleo kanisani. Tunamalizia kuchagua Ekeusi, na wangapi hapa Wakisii ndio wanisaidie kuweka hiyo maneno ya Kiswahili. Tulikuwa tunachagua kitu kinaitwa abagayani. Wase wa zamani mko hapa, mulisikia kitu kama hiyo kanisani? Kuna kamati ya watu wakongwe, wazee na wamama waliokuwa wanachaguliwa, wanasuluhisha maneno yanayotokea miongoni mwa washiriki, hata yaletwe church board. Kama mumekosana na mshiriki mwingine, mnapelekwa kwa hawa walikuwa wanaitwa wagayani huko Kisii siku hizo, na hawa ndio watu wanawasikiliza, wanasema hapana, tukisikilia maneno yenu, wewe fulani ndio uko na makosa, usifanye hivyo, enda acha tuwe na amani. Na hii amani yenu hata hiyo kukosekana kwa amani kwenu kutafanya kanisa ikose amani. Hiyo shida inaisha hivi, hata bila church board kuelewa kulikuwa na shida. It is in the church, in the policy of the church. It is in the policy of the church. We have what we call mediation process. A neutral person ambaye hana uhusiano na mambo ya hii hawa wanaorumbana. Yeye ni neutral, totally hajui huyu. The policy recommends a neutral person. Wakati watu wawili wanapigana, usikuje ukakutana na mmoja mkae nyinyi na yeye, umusikilize baadaye akwambie huyu ni mtu mbaya, na wewe ukubali ni mbaya, na muamue na yeye kwamba tumfanyeje, muue na mumuue. Hiyo hamjasuluhisha. You are even making the problem more worse. Ukitaka kusaidia, mtu anakaa katikati, anaambia upande huu kaa hapa na nyinyi kaa hapa. Where is your problem? Huyu anaeleza, yeye akiwa mediator na ambaye hana mapendeleo kwa upande wowote, angetangaza ya kweli iko. Na hii shida, njia ya kumaliza hii shida ni hivi na hivi na hivi. Haikufanyika wapendwa. Tumeomba hiyo ifanyike, haijawahi kufanyika. Badala ya kufanyika, tunasikia tumeana kamati yetu tulikuwa watu 30. Kuna mambo mengine wacha niwaambie.
tulikuwa 36 members of the executive committee, 36. Tukiondoa wale watatu wa union inakuanga na watatu, tukiongezekana pamoja tunakuwa 39. But tukiondoa wa union, sisi wenye tulichaguliwa wa CRBC tulikuwa 36. Among the 36, this committee ilipasuka katikati 18. Hata wewe uende kanisani upate church board ya watu 20, wamegawanya katikati 10 na 10, na wewe ni mchungaji, usiwe mwepesi kukimbia hapo. Tafuta namna ya kukaa katikati, ama tafuta namna ya kutafuta mtu neutral asimame katikati. Wewe maybe kama mchungaji kuna sababu moja inaweza tajwa kwa upande huu ndiye ilifanya hawa wakawa namna hii. Kwa hivyo wewe ukiondoe, leta mwingine akae hapa asikilize pande hizi mbili. Badala ya hiyo pande hii nyingine ikapendelewa, pande hii nyingine ikaonelewa. Can you imagine out of the 18 ambayo tulikuwa upande wa Pastor Nginga, including lay members, lay representatives, including pastors, representatives, station directors, hiyo timu yote whoever was there ilimrasimu aondoke, walimtoa. Sasa tukauliza, is this the way of solving a conflict? Makundi ni mawili, mbona msiruhusu mtu mgeni akuja asimame katikati ya ulise pande hii what is your problem, pande what is your problem, hiyo ishi? Haikufanyika. Ndio sababu nasema tulijaribu hiyo ya resolution, haikufanyika. Tuende mambo mengine. Mtu mwingine aliuliza mengine ninaweza yaruka maana it is actually captured in what I have explained. Kuna mwingine alituuliza ya kwamba kama saa hii tumefungua Union of Churches, do we have supplies, stationaries, yani vile vitu tunatumia kanisani mumejipangaje? Huwezi kuanzisha kitu bila kujipanga. Number 1, Mungu ni mwaminifu na ahadi zake ni za ukweli. Wale ambayo mnajua eneo linaitwa Kiamunyi, na hata aka nianzie hapo nimalize mahali niko hapa. Wale mnajua Kiamunyi, hiyo barabara inatoka Nakuru inaitwa Kabarak Road. Hiyo barabara inaenda kwa former president the late Moi. Hiyo barabara unapotembea hapo ukiona vile imekuwa developed, you can understand gharama ya shamba huko ni kubwa sana. Development peke yake inakuambia hapa kupata shamba ni bei kubwa sana. Wala mnajua Nakuru, I know some of you know Nakuru, Kiamunyi. Saa hiyo uende kutafuta shamba ununue Kiamunyi, don't joke. Kuna mshiriki mmoja aliyenunua shamba ya 1 acre na pesa yake mwenyewe kwa mfuko wake. Nilipokuwa development director wa conference, akakuja mpaka kwangu akaniita kwake kwa nyumbani kwake. Kaniambia, pastor, kuna kitu I want to share with you, you advise me. Nimenunua shamba na shamba hili moyo wangu unaniambia nisifanye hiyo yangu na nisifanye maendeleo yangu. Hii shamba nataka nipeane kwa kanisa, tupewe kanisa ambaye naongea Kiingereza, an English speaking church. Nikamuuliza hiyo ndio lengo lako? Akaniambia ndio. Nikamwambia sawa, that's a good idea. Conference yaanzisha kanisa ingine ndiye inaanzisha kanisa, so take it to the board of your church. Kwa na shiriki kaso Egerton Castle. Kaenda akaweka agenda, tunataka kuanzisha Saba School upande ule wa Kiamunyi, an English speaking church, because makanisa yote huko ni Kiswahili. Na agenda yake ilikubalika. Wakapewa Saba School. Na Saba School akaiweka hapo. Hiyo shamba yote akawaambia ni yenu. Mtajenga kanisa na mtadevelop mambo mengine, mtadevelop mambo. Alinunua shamba ikiwa na nyumba. Na hii nyumba iko na nyumba na hall nyingine kubwa sana, sijui mwenyewe alijenga hall afanyie nini, haijaeleweka mpaka leo hii. Kwa sababu hiyo akawaambia nyumba hii ni yenu. Lakini kwa sababu hamuna pesa, nitakuwa ninawalipia caretaker wa kuchunga hii compound. Mpaka ile siku mtakuwa na pesa muanze kumulipa.
Nyumba hii wakaigeuza ikawa ndio wanafanyia mkutano yao ya kanisa, wanatunza vyombo vya kanisa hapo ndani na mambo kama hayo. Baadaye wapendwa, nataka nikadi that story short. As I speak, kanisa hii imekuwa organized, is no longer Sabbath school, it is now a church. Na hiyo shamba bado ni yao. Lakini mwenyewe aliposikia kuna kitu kinaitwa Union of Churches and they don't have an office, akasema hivi, ile shamba ni kubwa, tunaenda tuikate katikati. Akasema nusu itakuwa ya kanisa na nusu itakuwa ni ya ofisi. Na hii ofisi sasa, hii nyumba ambayo ilikuwa ni nyumba ya mwenyewe nilinunua, ni mali yangu bado, nimepea hiyo ofisi, itakuwa ndio ofisi ya Union of Churches. Kwa hivyo we have been given a land free, we have been given an office free. Kazi yetu alituambia is to furnish the office. Mununue viti muweke ndani, mulipie stima, na caretaker ambaye anaendelea kuchunga hiyo compound wakasema he will continue paying him until this office is well organized. Na ikiwa organized, chaguo ni lenu. You continue maintaining the same person. Kama mtaki, mchague wenu akuje kuwa ndiye anawachungia mali yenu. Kwa sababu hiyo office, hii facility officially ni yenu. Kwa hivyo saa hii as I speak, tumepewa ofisi free na mtu. Simseme amen jameni. Hiyo tumepewa for free, na kazi yetu ni kwenda kununua viti, tuwekee mwenyekiti ofisi yake, tuwekee katibu ofisi yake, tuwekee mwekasini ofisi yake. Departmentals tutajisort. I can operate from my home. By the way, kwanza mimi hapo ni kwangu, nitakuwa nakuja kwa mguu hivi, naingia kwa ofisi na hata nikae hapo nje nifanye shughuli zangu, jioni narudi nyumbani, mambo yanakuwa sawa. Wale mnajua Grand Winston Hotel ya Ruto, hapo mahali iko mbele yake about 200 meters ndio hiyo ofisi yetu iko. Ukitembea barabara hiyo, soon and very soon tutakuja kuweka kibao ya Union of Churches headquarters katika hiyo. Kwa hivyo ofisi tumepata. Na account viongozi wanaishughulikia, hivi karibuni itakuwa sawa. Kuna mambo ya PayPal mliona, itakuwa sawa sawa, mtakuja kuelezwa vile ilivyo. Account still tunaendelea kuingangania, itakuwa sawa. Na mtakuwa na urahisi wa kutuma pesa yenu kutoka hapa ya PayPal. Kuna mwingine alisema why don't you make it cheaper? Hatutaki mahali inatukura pesa yetu. Tutaona vile itafanyika. Kiongozi yako hapa, sijui kama hako hapa ama ameenda mahali, atashughulikia swala hilo wakiwa na viongozi wengine wakubwa. Alafu ya mwisho, mambo ya receipt, mambo ya envelopes na those cash statement, summary statements zote zimetengenezwa, which bears the name of Mid Rift Valley Union of Churches. Already we have envelopes. Zimejaa kwa ile gari ya mwenyekiti, na zingine zimeenda Naroko, zingine zimeenda Baringo, zingine zimeenda. Last Saturday, I don't know whether it was last Saturday, tulikuwa Naroko. Naroko wanasema hatutaki kuona basi inaitwa CRBC. Tunataka kuona basi inaitwa Union of Mid Rift Valley Union of Churches. Leo zimeenda huko. Kwa hivyo kuanzia leo viongozi walioenda Naroko walienda naso. Kuna wale wameenda Baringo walienda naso. Wale tulikuja hapa tumekuja naso. They are in plenty, they are in circulation. Kwa hivyo ukikosa unapiga simu kwa mchungaji, zinaletwa mara moja, zinafika hapa na zinatumika. Vile tulikuwa tunaitisha kwa CRBC, is the same system you will follow to get them. They are now available, they are with us. It is moving and it is going. Nimefikia hapo na niliahidi ya kwamba tumalize within 1 hour. Elder wangu, thank you so much.